Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pia na mukaddima kidogo. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Naam. Inaonekana kama hatujui, ndio. Hiyo kwa sababu naambiwa sasa mnapozungumza lakini aya na hadithi, kwa sababu tunazungumza aya na hadithi za forex. Kama aya na hadithi za forex. Dawa ndugu zangu, karibuni kwenye episode ya 6 ya Kijiwe Halal. Na leo bwana, baada ya kushambuliwa sana tumetoka ukanda wa Gaza, kushambuliwa sana kibonge, akili zake hatuna akili mbuzi sisi tunachokifanya. Ona hawa mbuzi. Kuna jamaa mmoja amevaa miwani, nilikuwa nahisi kama ana akili. Hizo ni comment nyingi ambazo zinapatikana kutokana na episode iliyopita ambayo tulikuwa tunazungumzia forex. Wakati mimi nilikuwa nasoma, nilikuwa najiuliza maswali kwamba kwa nini comment zimekuwa nyingi, na ukiangalia asilimia kubwa ya comment ambazo tumezisoma ni comment za kushambulia, yani tunashambuliwa sana. Je, ni watu hawafahamu? Sisi tumezungumza kitu ambacho hakipo, watu wanaojua ukweli wanaukataa. Umegusa, unajua sisi tumegusa ugali wa watu. Maslahi. Na kuna baadhi kwenye baadhi ya comments niliona hata watu wanazungumza kwamba kuna baadhi ya mashehe mbona wanakubali. Nikasema mashehe gani? Lakini kwa hizo zangu za haraka nimejaribu kutafuta sana mashehe wengi ambao wapo kwenye mitandao. Sijaona shehe ambaye anaikubali straight. Ukitaja Zakir Naik nakumbuka. Zakir Naik ndo kaikataa yani big time, kaikataa black and white kwamba iko kitu yeye haifai. So labda kama kuna mtu anahisi kuna shehe amempata, anaweza katutajia jina lake kwenye comment. Tambati yapi bwana shehe huyo? Ndio kusharo. Kuna mmoja anasema mbona Waarabu wana trade. Sasa Waarabu ndio unit ya dini. Kwamba Waarabu wanafanya kitu basi Waarabu wanakunywa pombe na sisi tunywe pombe. Kwa hiyo jibu la swali ni kwamba sio kwamba watu hawafahamu kweli. Watu wanashambulia na watu wanabisha kwa sababu ni sehemu wanayopata maslahi. Asilimia kubwa. Kuna watu ambao sehemu ambayo watu wako muda mrefu. Kuna mawili, kuna watu wanapata maslahi lakini kuna wengine hawajapata yale maarifa. Yaani kuna makundi kama matatu. Kuna kundi la kwanza la watu ambao wanafaidika, kwa hiyo ni kama njia ya kuharibu biashara yao. Hawa hasa watu ambao wanafundisha. Yaani ukiona mtu kaja comment afu angaji na FX. Ndio wale. Umeelewa, ana kiakademi chake, anapiga watu laki saba si milioni. Kwa hiyo wanakaa vile sisi tunampunguzia lile kundi la watu. Alafu kuna kundi la pili la watu ambao hawajui. Umeelewa? Yaani pale ndo kabla anashangaa. Sawa? Anashangaa kiasi kwamba anajaribu kuja na idea nyingine. Sio kwamba anafaidika, yeye ni party yani ya ile project. Inawezekana ni mwanafunzi ndio anafundishwa. Umeelewa? Lakini anakuja na mentality fulani hivi kama anakuja kupinga. Alafu kundi la tatu, kundi la watu ambao wanataka ushahidi. Umeelewa? Tupe aya ya forex. Nipe aya inasema forex ni haramu. Yani aya inaanza inna forex. Labda si ndo wanakusudia hivyo. Yani aya ya namna hiyo. Sasa haya ndio watu ambao wamekuja comment. Lakini kuna kundi la 4 ambalo walijionyesha. Kundi la watu ambao naweza nikasema wanajua kwamba hichi kitu ni haramu. Walikuwa wanatafuta namna ya kusikia mawazo ya watu wengine. Umeelewa? Wao walikuwa wameona na wameridhika kwamba ni haramu, na wengine wamekuja inbox. Na mmeona watu wakuja DM wanasema, wengine wanakuja DM wanauliza. Mmoja alisema anataka kuanza baada ya kuona hii akaona wasiingie. Wapongeza pia ambao pia pale walipongeza. Wapo hao. Na kuna kundi la 5 hawajui chochote. Yaani forex ni wanajuza hawa wanazungumzia nini. Umeelewa? Yaani hawaelewi ni kwamba hichi ni kitu gani. Kwa hiyo hao ni makundi ya watu, na kuna wengine fuzi tumeconfuse. Mwingine amehusia forex, anasema kwa nini tunahalalisha forex wakati forex ni haram. Forex ni halali, watu wanafanya kwenye bureau de change, si kwenye hizi banks na nini. Wakati ni tofauti. Umeelewa? Watu waelewe kwamba wakati tu ana define ile forex alisema pale mwanzo kwamba ile foreign exchange asili yake yenyewe, kwa maana kwamba watu kubadilishana fedha, maana kuuziana, kwamba bana ni kama vile tunabadilishana kwamba bana thamani yako wewe ni shilingi ngapi, dola kwa shillings na vitu kama hivyo. Na yani yenyewe haina matatizo, sio haramu. Ile kwamba unakwenda bureau pale unaweka ni yako
dola zako wanakupa shillings, au unapeleka pound zako wanakupa shillings na vitu kama hivyo, kurahisisha watu kuweza kufanya biashara, mazingira kama hayo, watu kuweza kufanya maisha, sio tatizo. Kwa hiyo kama unafanya benki sio tatizo, kama unafanya bureau sio tatizo, ila kuna hizi sasa online retail forex trading ambayo watu wengi hawajui. Yani hiyo ili uweze kufanya mwenyewe lazima uwe na broker. Umeelewa? Broker unaingia kwenye ile MT4 MT5 na install your application, unajisajili, umeona, alafu shapo ndo broker anakupa masharti yake, unaanza kutrade. Sasa hiyo ndo tunazungumzia, hiyo ndo haramu, na kama mtu anayo dalili ya kuhalalisha au kuna shekhe amemsikia, basi atuambie, maana sisi tupo katika kujifunza. I think kabla hujaendelea, naona choma anajaribu kufuta comments. Labda hujaendelea, labda to make it very clear kwamba sisi hatutoi fatwa moja, hatutoi ushauri wa kifedha. Sisi tunaelezea fatwa ambazo zimeshatolewa, tunawaletea nyinyi, na kama ambavyo tayari vipo vimesema, na kama kuna mtu anaweza kutuchallenge katika fatwa zetu, atuchallenge kwenye fatwa na sisi atupe ushahidi wake yeye. Sasa fatwa zetu vipi? Lazima tutoe fatwa. Sikiliza. Hii ndio maana YouTube, oya, huyu jamaa kasharibu. Utaendi hii utafungua huo mlango wako mwingine. Sasa nimeharibu. Mimi nasikia la kuongea. Nairudia ipate. Choo na kusaidia ipate. Nairudia tena ipate, utaikuta tena mbele. Nairudia. Labda tuwasaidie watu waelewe. Sisi hatutoi fatwa wala hatutoi ushauri wa kifedha. Wala hatutoi ushauri wa uwekezaji. Disclaimer naiweka. Kwa hiyo endapo tunaona sisi fatwa tulioichambua ya mtu mwenye mamlaka kutoa fatwa tumeichambua na umeona kama haifai, tuletee fatwa ambayo unaona inafaa na sisi tuweze kukuchallenge hivyo. Sawa. Yani labda kwa kuongezea ni kwamba sisi hapa tunachokifanya tunaelezea fatwa ambazo zilishatolewa. Umeelewa? Na mashekhe wameshatoa fatwa nyingi. Tatizo la watu wengi, hizo fatwa hawazijui, hawasomi, na hata wakiingia YouTube wana vitu vingine ambavyo wanaviangalia. Umeelewa? Lakini hizo fatwa zipo. Sisi hapa tunachokifanya ni kuelezea kwamba hiyo situation. Na kama mtu ana fatwa nyingine aseme kwamba bwana, mimi kuna huyu shekhe hii hapa, tutakuja hapa kwenye video hapa tutasema jamani, ile ya mwanzo kuna mtu bwana kwenye comment kamwalika mbele amfanyie account management. Sasa mbona hujaniambia mwanangu? Hapa comment yapi? Instagram? Instagram anakwambia haya njooni wote. Yeye anakufanyia sisi. Kwamba nataka sisi kwa sababu anasema sisi tumechoma ndio maana nyinyi mjui ku trade. Sasa ndio hivyo, ndio mfano wake kwamba watu ambao kuna comment moja hapa ilizungumza inasema forex trading ni foreign currency exchange. Trading ni biashara. Kwa hiyo forex trading ni biashara ya kuuza na kununua fedha za kigeni. Forex trading sio haramu. Kama ni haramu basi hata msiwekeze kwenye hisa na UTT. Maana huko pia wanafanya trading, ila ni stock based. Wana analysis kama ilivyo forex. Forex sio kamari wala sio mchezo wa kubeti. Eleweni kwanza hilo. Exact. Na napenda kwamba watu wengi wameongelea hivyo. Ndela anapenda kusema biashara yenyewe kama yenyewe sio haramu, ila unaweza kufanya biashara katika namna ikapelekea biashara yako wewe ikawa haramu. Kwa mfano, unaweza kama biashara ya kuuza ndizi sio haramu, si ndio? Ila ukienda kukopa mkopo wa riba, biashara yako wewe ya kuuza ndizi inakuwa haramu, lakini biashara ya ndizi in general hiyo haramu. Kwa forex kama forex yenyewe sio haramu. Na hapa ameeleza vizuri, when you are trading between each other, that is halal, ambapo ndio bureau exchange na banks. Kama unaenda pale na TZS, you are trading ili upate USD. Changamoto ni kwamba retail forex trading haifanyi hivyo behind the scene, na ndio I think hicho ndio kitu kikubwa ambacho watu wengi tulikuwa tunajaribu kuelezea. Ukiangalia traders wengi wa forex, na ndio maana hapo zoezi moja, nenda kaangalia unatumia account gani, utajikuta unatumia kuna account inaitwa CFD, contract for difference, kwa maana kwamba wewe broker wako ana track pairs ambazo zinaitwa forex au currency pairs, USD euro. Ina track sasa hivi iko katika 1.1. Wewe ukienda ku execute trade yako, you are not either buying euro or selling USD. You're not doing either or. Wewe unaenda kwa broker wako, mnaingia mkataba, contract for difference. Kwa mimi na track hii pair, ikipanda utanipa tofauti ya nilipoingilia na nitapotokea, itakuwa faida yangu. Ikishuka pia utanipa tofauti kati nilipoingia na nilipotokea, nitakuwa ni hasara yangu. Na hiyo ndio forex trading in nutshell ya retail. Sasa hii ni tofauti na ile, ndio maana kama muuliza mtu, wewe leo hii mtu ana trade
pair inaitwa NZ card. Watu wa forex watakuwa wanaijua. New Zealand dollars against Canadian dollars. Ili ubai hiyo pair lazima uwe kwanza na Canadian dollars. Uende ununue upewe New Zealand dollars. Lakini nakwambia hivi leo hii mtu anaye trade forex online, ukimwambia amebai NZ card, umwambia naomba New Zealand dollars, hana. Lakini ukienda benki kama amefanya the same trade na wewe, benki akaenda atakuwa na New Zealand dollar. Kwa hiyo ndo tofauti kubwa kati ya contract for difference na forex trading. Shukrani. Kuna kitu kingine hapo amechanganya na mambo ya hisa na mambo ya EDT. Yani ni kwamba huyo ni hajui. Umeelewa? Na kama hajui ni kwamba anatakiwa aelimishwe. Anatakiwa aelimishwe, aelewe tofauti ya hivi vitu. Umeona, mimi nasema kuna makundi kama 4 au 3. Kuna kundi la kwanza la watu hawajui hesabu. Umeelewa? Kwa hiyo yeye akiona percentage anajua ni riba. Yani vivyo takavyokuwa, yani anachanganya. Kuna kundi la pili watu hawajui finance. Ndio sasa aelewi tofauti ya forex na stocks, aelewi tofauti ya hizo stocks na hiyo mutual funds au collective investment schemes. Kwa hiyo anatakiwa ni atafute elimu, atafute watu, some aje kwenye session tumfundishe. Achero kusema huyu analota anajitangaza biashara yake. Watakazie. Mimi nafundisha uwekezaji sio kwenye forex, lakini uwekezaji la 17 inshallah mwezi huu wa 5 tutafanya session hapa. Kwa hiyo mtu anaweza akaja akalipia, tangazo lipo, angalia posti zangu za nyuma utaziona, utaona tangazo. Kwa hiyo anaweza na yeye pia ni mmoja wapo atamatakiwa aje kuelewa tofauti ya forex, mutual funds pamoja na hizi stocks. Kwa nini kutrade kwenye stocks ambazo zinafanya biashara, kampuni ambazo zinafanya biashara halali ni halali, na kutrade kwenye forex ni haramu. Umeelewa? Anatakiwa apate hiyo elimu. Hapo wakati tunaendelea, kuna comment nyingine muhimu sana, naomba nisome comment ya mwisho. Kuna jamaa anasema kwa mujibu wa dini vitu vingi sana ni haramu na hoja za binadamu zinachanganya sana. Wanaweza kukuambia kununua hisa CRDB haramu, lakini kufanya kazi au ukiwa na account benki hiyo hiyo ni halali. Focus. Kwanza hilo swala kwa mujibu wa dini vitu vingi ni haramu, kwanza ni uongo. Sio kweli. Blaza. Naona kuna gari ya bro. Umeona? Umeona? Mimi siwezi kukata hicho. Kwa mujibu wa dini vitu vingi sana ni haramu, ni uongo. Kwa mujibu wa dini sio kweli, vitu vingi sana ni haramu, ni uongo. Vitu vingi sana ni vya halali. Na vya halali ni vingi sana vizuri. Isipokuwa tu yeye ameathirika. Vitu vingi anavyovipenda yeye ndio anaviona vya haramu. Umeelewa? Hiyo ni athari yake. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu akasema bal tu'thiruna alhayata dunya. Umeelewa? Kwamba watu wengi au sisi wengi tumeathiriwa na mapenzi. Mimi sikutaka kwanza kutoa haya, lakini sasa watu wanalazimisha nianze kutoa haya kwa sababu hii kijiwe hayata dunia. Watu wengi wameathiriwa au wanapenda maisha ya duniani. Walal akhirat khairun wa abqa. Mwenyezi Mungu anasema isipokuwa akhera. Umeelewa? Kwa hiyo watu wanapenda maisha ya dunia, wanatakiwa wajue kwamba akhera ndo bora na ndo itakayobaki. Umeelewa hapo? Kwa hivyo sasa sio kweli hicho kitu. Vipo vitu vingi sana vya halali, vingi mno kuliko hata vitu vya haramu. Hapa watu wana biashara. Umeelewa? Vitu vya haramu viko vingi. Mmoja jamaa kauliza, tuambie na biashara, nikamwambia kalime mwani. Umeelewa? Kalime kilimo cha mwani. Sijaribu kilimo cha mwani kinalipa. Kwani matikiti, umeelewa? Tikiti akasema alisha kulima apata hasara. Kuna kulima mwani sasa hivi baharini huko. Vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo sio kweli kwamba wajibu wa dini. Kama wana nyumba wanajenga. Alafu hilo swala umeme kwani ni haramu she? Kutoka umeme? Hapana. Inawezekana biashara yako umeme kama anaweka baa. Hiyo ni haramu. Hiyo sasa uko kuweka umeme baa. Unajua ngoja wewe halali weka mimi baa. Wewe sijui master, mimi sijui. Mimi na masters ya weka umeme baa. Nataka mnitege mpate view. Kwa hiyo sasa ninachokisema ni kwamba swala la kwamba eti sijui mambo ya benki, mambo ya akaunti, watu kufanya kazi nini, tushazungumza huko nyuma. Angalia video za nyuma tumeshazungumzia mambo ya benki, kuweka hela kwenye benki ambayo sio ya Kiislamu, sio window, ni haramu. Unaelewa? Kwa hiyo hivyo vinafahamika. Na labda kwa kumalizia, watu wanatakiwa wawe flexible. Umeelewa? Watu wanatakiwa wawe flexible. Kama kuna kitu unakifanya, umeambiwa ni haramu ndio umezinduka. Umeelewa? Basi unaachana nacho. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa riziki.
Umeelewa? Allah ndo anatoa riziki, Mwenyezi Mungu atakupa riziki katika namna nyingine. Sawa. Sasa mimi nashukuru jamani kwa hilo jambo, lakini ningeomba tuna vigeti. Wanangu ngojeni kwanza, mimi ndo damu yangu tamu. Sawa, mtoto mweupe. Amenona. Umenona. Kate oya. Damu na sukari. Hivyo katwe nini? Mimi kuna janga moja kubwa sana ambalo tunalo sasa hivi. Blaza karibu. Tunalo duniani na Tanzania pia tunalo, linakuwa kwa kasi sana. Janga lenyewe ni kubeti. Sasa hivi beti gani unaongelea? So forex. Kubeti tuzungumzie forex sasa hivi. Kuna watu wanasema forex ni ufundi, trending nini hata betting nao ni ufundi. Wanasema na nyinyi mlikuwa mjui. Ndio maana mmeliwa hapo, mmekimbilia kwenye kusema haramu. Mmechonga sana. Kwa hiyo betting, mimi nataka tuzungumzie issue ya betting. Issue ya betting kwa sasa hivi, of course betting kwa haraka mimi ninavyokumbuka, kwa mimi kumbukumbu zangu kipindi kama niko form 2 hivi mwaka kama 2012. Na betting kuna Mwindi Premier Betting. Kanji, anaitwa Kanji. Nilikuwa naona alisambaza sana. Mbaya huyo, hatari huyo. Alisambaza sana yale madude yale, kama unajua yale. Kila mtu kenda yani ana madude. Premier. Shukmani hapo Pemba alikuwepo. Ukate majina haya. Pemba alikuwepo, alikuja. Amwafikia labda kwenye viswaswadu. Hivi Pemba hamna issue za beti. Wana beti kwenye simu. Kuna madubu. Hata kampuni hakuna. Madubu hamna. Madubu yale yapo. Pemba wanaishi malaika. Lakini hizi kampuni za beti hata kampuni hakuna kule. Madubu si hapo? Zanzibar. Yale ya korokoro. Kuna madubu fulani hivi na yale hamna. Hamna yale? Nadhani Zanzibar ni kwa sheria kabisa. Kuna kila kipindi cha sikukuu zamani, lakini kulikuwa na vilingi. Korokoro. Korokoro kwenye sana. Korokoro mpaka sasa hivi ipo. Ukienda Tandika ukienda afili ipo. Kwa hiyo ndio korokoro mjinga njoo. Sasa betting ndugu sana vijijini. Sasa betting inaharibu sana vijana. Yaani kiuwazi. Mikeka vijana wanaweka sana mikeka. Anajisikati mbona kampuni nyingine imefunguliwa. Hatuhitaji lakini ndo kampuni ziko nyingi. Sasa unajua kuna kampuni ambazo zimetoka nje. Alafu na kampuni wanafungua wabongo wenzetu. Umeelewa? Tunaona kabisa kwamba mbongo kaangalia kwa hapa kuna hela hapa. Sasa point yangu wewe kwa uono wako wewe mtu kama Mfaume. Kwa experience yako jinsi unaona hii betting imeharibu vijana kwenye upande upi? Kwanza betting ni haramu. Betting ni haramu moja. Mwenyezi Mungu anasema sura ya 2 aya 219. Hizo aya hizo. Wayasalunaka anil khamri wal maisir. Tukibaki hapo kama kwenye haramu moja kwa moja, lakini ukiangalia madhara moja kwa moja, athari moja kwa moja kwa vijana ni makubwa sana. Vijana sasa hivi tumekuwa wavivu, kwanza hatutaki kujishughulisha, na ukiangalia yote ambayo tumeyazungumza kwa kiasi kikubwa kuanzia episode iliyopita ya forex na hata betting ni kutaka utajiri wa haraka. Watu tunataka kuweza kupata hayo mafanikio kwa haraka. Kwa hiyo hivi sasa hivi imekuwa watu wanataka kujishughulisha na zile kazi za halali, kazi ambazo zinahusisha nguvu, maarifa na vitu kama hivyo. Tumejikita sana kwenye urahisi. Tusichokifahamu ni kwamba sisi tunayatajirisha yale makampuni kwa kiasi kikubwa sana. Wewe ukiona biashara ambayo kila mtu anataka kuingia, sasa hizi makampuni mengi tumezungumza hapa. Sasa hivi kuna kampuni mpya nyingi zimefunguliwa, nyingine zimefunguliwa na Watanzania wenzetu. Kwa nini wanaingia kule? Wameiona fursa. Wanapata hela, wanatajirika. Hela ya bure. Yaani wewe ukifanya tathmini ya of course unapata, watu wanabeti wanapata, lakini jiulize wangapi mmebeti mpaka huyu mmoja akaja kupata. Yaani unakuta nyie bahati mbaya sana. Mimi nimewahi kuwa katika mazingira hayo. Ushawahi kubeti? Kumbe naye kashakuliwa Wakati Chora amezungumza hapa, wakati anaingia yale madude yale. Zamani kabisa kwetu kwa Tabora mjini. Ongeza sauti. Watu wakusikie. Kwetu Tabora mjini ilikuwepo ofisi hiyo. Naitwa sijui nini beti. Lakini sasa hivi tuelezea dhambi alifanya. Ndio marangu katika watu kujifunza wasifanye, sio kitu kizuri tu. Na mimi naelezea kwa upande wa madhara yaliyotokea. Ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza kwenda kuangalia watu wanavyofanya. Angalia ule beti. Ni beti ndio. Lakini lengo langu lilikuwa kwenda kutizama. Kuta watu wengine wanabeti kwenye mipira ambao tayari wana mikika yao wanafuatilia. Watu wengine walikuwa kuna beti mbio za farasi. Hiyo sasa mimi ya vieta. Kindege ile. Sasa kuna jamaa mmoja amefika kwanza nikamwangalia.
napenda kuobserve kwanza kabla ya kufanya. Jamaa anaona kapiga ya kwanza, kapiga ya pili, nikaona na mimi naweza. Bahati mbaya sana nilikuwa niko form 4 nadhani. Form 3 form 4. Nilikuwa nimeagizwa. Sikuwa na pesa yangu. Kwa ile pesa ilikuwa kubwa. Kwa kama ndo anaona ndo mara kwanza anaona. Ulikuwa umetumwa? Nilikuwa nimetumwa. Kasema hizi. Wewe masiao. Kwa hiyo nikasema ngoja nijaribu. Kwa hiyo nikajaribu mara ya kwanza kile kifarasi kwamba farasi huyu anashinda. Buku. Nikapata. Kupata ngapi? Nikaona yani ilikuwa hiyo ukipata unapata kuna mara 10 sijui. Umetoa shilingi ngapi buku. Nikapata buku mbili. Nadhani mara kwa twice. Twice sana. Double. Kwa nikapata buku mbili. Kwa ile buku nikarudisha nikasema hii buku sasa ndo mtaji wangu. Kwa nikacheza ile buku nikawa napata naenda 3000. Nikienda naenda narudi. Ile buku mpaka ikakata. Ilivyokata nikasema nitumie sasa huu mtaji nirudishe tena. Nikirudisha tu niende. Na watu Forex ndo kama hivyo. Nikasema nikirudisha tu niende, haikurudi. Kwa hiyo kama nile napungua, sasa nikaanza kucheza ili nirudishe tu basi hela. Sababu mtaji sasa nikaona hapa stoboy. Kwa hiyo nikawa naendelea kucheza ili nirudishe ile hela ambayo nilikuwa kama shilingi 5000 hivi 7 nimetumwa. Nirudishe ile pesa alafu mimi niondoke. Sikufanikiwa. Mpaka nikaishiwa kabisa. Na ilikuwa mchana nakumbuka saa 7. Watu wanataka kula. Hiyo imeenda saa 10. Narudi na story gani ya kumwambia mama kwamba ile pesa mimi nimepoteza na alichonituma sina. Na nimechukua muda mrefu. Kwa hiyo ndo mara ya kwanza hii anaona. Pia ataona. Kule kwetu enzi hii wakati huo siku hizi Tabora watu wamedevelop bana. Watu wanaendesha magari, wanaendesha pikipiki, lakini wakati huo walikuwa wanaendesha baisikeli. Kwa hiyo nilikuwa na baisikeli yangu. Kwa hiyo uongo wa kwanza ni kwamba baisikeli imeharibikia. Kwa hiyo kama nimekokota baisikeli kutoka mjini mpaka nyumbani. Kipande kidogo. Kwa kasi moja pana Ipuli Kidatu. Kwa hiyo uongo wangu wa kwanza kwa bana mimi nimekokota hii baisikeli. Na baisikeli ulibomoa? Ulibomoa, hana ufundi huo. Kwa hiyo hapa ataingilika. Kuhusu swala la hela imedondoka wakati nahangaika kutengeneza baisikeli lakini hakubai hiyo. Yaani sasa alikuwa anaamini kwamba ni michezo, nimeenda kucheza labda ile imepotea, ila alikuwa hajui ni nini. Kwa hiyo akamaindi sana. Ila nafsi ikabaki moyoni kwamba bana mimi kuingia kwenye kipigo. Yaani nilipona siku hiyo, nilipona. Lakini kuna nilipoteza ya baba sasa. Shukrani baba. Baba anakupiga mpaka unatoa babangu kweli au kaniokota. Sasa ndio kwa kumaliza kwamba umeona hayo ni madhara. Watu wengi wanapoteza katika njia. Watu wengi wanapoteza hela za biashara, watu wanapoteza hela za mitaji. Kuna watu wanacheza, wanabeti ada za chuo, za shule na mwisho wa siku wanaingia kwenye depression. By the way kuna story niliona juzi kuna mtu alijua baada ya kubeti pesa yake na yote ikapotea. Kwa hiyo hayo ni miongoni tu mwa madhara na mimi nimezungumza hivi ili mtu aweze kuona kwamba ni madhara makubwa. Ina madhara na inaweza kuletea shida katika familia. Hapo kwenye madhara kama unaenda mbali. Nilifanyaga analysis kipindi fulani 2022. Kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinachukua wananchi, yani uhai wa wananchi kwa maana wanajiua, ilikuwa ni betting, specifically kindege. Kindege kilikuwa kinawafanya watu wengi wajiue kwa sababu kwenye kindege at least unajua huku unapotezaga sio nisemeje, yani kindege inakupaga hope kwamba kuna siku unaweza kutoboa kwa kiasi kikubwa. Ndege atafika. Atapaa. Lakini kindege kinachonyumaga mimi kindege technically unajua sports betting at least una bet kwenye matokeo ambayo either or. Lakini kindege una bet against algorithm ya ile betting company kama Forex sasa. Sasa huko sijui. Lakini kama langu hii nayo umetikisa meza yenye vinywaji. Kuna nchi ya jirani ambapo ilikuwa inachukua zaidi ya watu milioni 1 kwa mwaka kwenye betting ya kindege. Tuachana na sijui sports betting na nini. Hiyo kindege tu watu milioni 1. So you can imagine madhara ukiachana na kuwa haramu, madhara yake yanakufanya uingie kwenye depression moja kubwa. Afu baya huwezi kusiki msaada. Sababu utaelezaje? Kweli. Hicho mimi nimewahi kukaa sehemu ambayo ina rani hiyo. Sasa sijui wewe acha inatosha. Kuna hawa watu kisasa media house. Useme media house, mimi nafanya kazi media house. Hata na hiyo Azam hamna beti. Tunajua hamna gabeti. Kuna watu wanacheza. Media wanaongoza kwa kuna nini? Promote. Mimi nimewahi kukaa media. Ndio kama source ya income kubwa sasa hivi ya media. Media nimegeuza ile kuwa source of income. Kiuhalisia ukweli kabisa ni kwamba kama nilichokizungumza mwanzo watacheza watu, yani target ni media niliyoenda
ilikuwa kwamba wao wana target yao, hatutatoa hii pesa mpaka tufike target. Sisi tunahitaji milioni 1 lakini tunatoa laki hiyo. Sawa. Nakumbuka mimi nilienda kama mara 2 mara 3 kwenye hicho kipindi, usikwenda tena kwa sababu hiyo. Na tusipo hit the target ya kufikisha milioni 1, hatumtangazi mshindi. Tutaigiza kwamba mshindi kapatikana, tutaleta namba ya uongo. Tutapiga pale namba, jamani mshindi wetu huyu kapata kiasi hiki, tunampigia simu hapokei. Wewe atuponza huyo. Kuna shida kuedit hii video. Ndio gundua hii video ni ngumu mno. Yani kwenye comments zilizo kwanza tu tufunge. Ngoja hamna. Utatrend hivyo hivyo. Kuna Ndele bwana, watu wengi ambao wabeti wanaobeti, wewe unaobeti unajiita wawekezaji, wanaingia kwenye fani yako uwekezaji, wanajiita maafisa ubashiri. Wawekezaji. Mimi nishakusikia watu wana conversation zao, bwana tunze kwenye uwekezaji, muda wa uwekezaji sasa hizi. Mimi kazana watu wanaongea madili fulani, kumbe unasemaje wewe? Ndio fani yako hiyo. Hamna uwekezaji kwenye betting. Sababu betting ni game of chance. Yani kamari ni kwamba ili mimi nipate wewe ukose. Umeelewa? Ndo maana yake. Sasa wewe uwekezaji unakujaje? Kwa sababu uwekezaji ni kwamba unaweka pesa sehemu, umeelewa? Kuna kitu kinafanyika pale ambacho inawezekana wewe unakijua. Sawa, kile kitu kinazalisha. Umeelewa? Ile faida inapatikana, wewe ndo unachukua sehemu ya faida. Sawa, au unaweza kuwa unachukua yote, inategemea na aina ya uwekezaji. Na ukienda kwa washauri wa uwekezaji, wanakuonyesha zile schemes za uwekezaji. Hamna scheme hata moja ya betting. Na betting haipo kwenye mamlaka za uwekezaji. Wao kubahatisha tu. Umeelewa? Ni kamari, yani kusema kubahatisha utakuwa kidogo unaipunguzia makali. Yani betting ni kamari. Na kamari ni game of chance. Maana yake kwamba ili mimi nipate, si ndivyo? Wewe ufanyaje ukose? Ndio maana hapo watu wanapoliwa na bwana Kanji. Unajua Kanji alikuwa analomba ya mwaka huu nitawarudisha wote vijijini. Kanji anasemaga hivyo, umeelewa? Sasa Kanji yeye anaweka anakupa yani odds zake. Umeelewa? Yani sio anakupa odds, yani anaweka hela kwamba hii ikitokea hivi, umeelewa? Nitakulipa kiasi fulani. Sawa? Na wewe sasa unaenda kusema hii itakuwa hivi. Ndio unatia pale bana, unaenda kutia GG kwamba huku watashinda goli na huku watafanyaje? Utafunga goli una stake. Umeelewa? Then baadaye ukiona nini, ukiona uelewi una cash out. Wakati mwingine utakiwa kusubiria. Unatia odds za kutosha. Na zile odds zilivyo ukitia nyingi ndio ile inakuwa ndogo. Ndele ni mtaalamu wa uwekezaji. Umeelewa? Ukitia odds chache ile inakuwa sasa unajua ngoja nikwambie kitu. Ile kamari ambayo labda tunaizungumzia hapa ya betting ya kwenye michezo ambayo ndio maarufu na ndio imekuwa na athari kubwa sana kwa sasa hivi. Moja mpaka wanawake sio na beti. Umechamkia shilingi 10,000, 5,000 na beti, 5,000 ana asubuhi hali mchana anakula ugali na bisi. Ushakula ugali na bisi wewe? Bisi wanaanza na chumvi chumvi. Umeelewa? Kuna wanafunzi wa chuo wana beti mpaka 2,000 ale chakula. Umeelewa? Na wanafunzi wa chuo wana beti sana. Wanafunzi wa chuo wana beti sana. Sasa ukiangalia kuna hicho kindege ambacho umekizungumzia, kuna hiyo bahati nasibu ambayo inafanywa sana siku hizi. Naona hata kwenye vyombo vya habari unafanya kwamba mtu anatuma hela akitegemea kwamba atashinda, lakini ili yeye ashinde kuna wengine wafanye wakose. Umeelewa? Ndivyo ambavyo inakuwa nayo pia ni vile zote hizo ni haramu. Lakini kuna kamari nyingine watu wanacheza kwenye makasino, the same ni haramu. Kuna kamari watu wanacheza kwenye pool table. Umeelewa? Kwamba watu wanaikiana bwana, hii nani ataingiza nani? Zote kubeti. Umeelewa? Zote wanacheza kamari. Kuna watu wanacheza kamari kwenye PlayStation. Wanacheza kamari. Kuna watu lakini wewe ukautia kamari. Umeelewa? Sasa wanaweka wake zao wale. Yani wewe ndio kitu ambacho hata akilini hakiwezi kuingia. Kuna watu wanacheza kamari kwenye karata. Umeelewa? Kuna watu wanacheza kamari kwenye last card. Anaegemua, mimi sisema ucheza karata fresh. Nazungumzia ucheza kamari kwenye karata. Anaegemua ndo anayekula. Kwa hiyo nataka nikampanga mwanao mimi na kunyea tu. Umeelewa? Unakula. Kuna kitu kingine issue. Kuna chafu tatu, unajua chafu tatu? Ile chafu tatu yani kwanza mnaikia na hela kwamba wewe unataja namba, mfano mavi 10 mavi, si ndivyo? Kwa hiyo 10 kitokea kwangu mimi nimekula. Ile wako wewe ndio umekula. Wewe unampa chafu ngapi? Chafu tatu anazika pembeni. Alafu anatoa kule kitokea wako umekula. Zote hizo ni kamari. Uacha ule kuchezesha vidude yule. Three card Monte. Tuachane. Ipo hivi, mnakuwa mnanunua mahindi yale, alafu mnasema kule Zanzibar kwa ni kibafuti. Unachukua mahindi mawili huku, yani unatakiwa mwenzio asijue, alafu unaweka alafu unamwambia wapi mawili wapi kuna mahindi. Akichagua sehemu ambayo
hamna, yeye ndo anatakiwa atoe yake na kamari zote hizo. Zanzibar lazima mahesabu. Alafu pia inapoteza muda. Kuna mtu anaangalia ligi ya Haiti. Sasa hapo kuna kitu kimoja. Ngoja nikwambie kitu. Pili Haiti. Sasa hapo kuna kitu kimoja ambacho inawezekana watu wengi hawakichukui very serious. Betting inaharibu uchumi. Unajua Uingereza wameweka sheria kuanzia mwaka huu I think. Yale kwenye timu za mpira wanaondoa mabango yani zile yani maana yake kubakisha hapa ni nini? Yaani wanataka kwamba usikae mbele watu wakaona wakahamasika. Kwa hiyo kaa huku nyuma huko vichochoroni. Na hiyo unajua sababu kubwa ni Yahya, kama unakumbuka I think ni Juventus alishushwa mwaka gani? Kwa sababu ya match fixing. Match fixing. Kwa sababu inaharibu hata michezo, inaharibu kitu. Sasa hiyo ndio betting. Sababu betting ni fitna. Umeelewa, ni fitna. Of course mwenyewe anasema wanakuwa na Mwenyezi Mungu akasema ndani yake kuna manufaa. Umeelewa? Lakini yani ile mabaya yake, umeelewa? Ni makubwa. Ithmun kabira, si ndivyo? Umeelewa kwamba yani yale madhambi yake ni makubwa, athari yake ni kubwa. Kuliko hata inaonekana manufaa kwamba mtu atapata hela, umeelewa, atafanya hivi. Lakini betting inaharibu uchumi kwa sababu betting inaharibu vijana. Vijana ambao walitakiwa aamke asubuhi, aende sehemu akafanye kazi, akatengeneze career yake. Anaamka asubuhi, anakwenda kwenye yale majumba ya betting. Umeelewa? Yeye kazi yake mle anaangalia mpira muda wote. Sawa, anaangalia wewe ili aweze kutengeneza mikeka yake, aweze kula. Kwa hiyo watu hawafanyi kazi na jamii yoyote ambayo inategemea kwenye betting, hiyo jamii inaenda kuwa mfu kabisa. Yaani uchumi wake unaenda kuwa mfu kwa sababu watu hawazalishi, watu hawafikirii. Umeelewa? Watu wanakuwa anapenda pesa rahisi. Umeelewa? Na matokeo yake pesa rahisi ambayo yeye anaweza anaipata mpaka aipate inakuwa imemcost hela nyingi. Lakini zile hela sababu hiyo kazi sio rahisi wenyewe. Kwamba tunafikiria tunaumiza kitu. Ndio sasa wanafikiria nini? Wanafikiria kitu gani? Hapo endelea mbali. Umeongea kuhusu swala la uchumi. Hata kuna mmoja ya mtu maarufu hapa Tanzania alikuwa sana anakemea beti. Nimekuja kugundua hivi wakati tunaongea nilikuwa nafikiria kwa sababu inaharibu uchumi. Haitengenezwi kwa maana kwamba kama mwekezaji ambaye anajiita ndio beta anajiita mwekezaji akiwa anafanikiwa kila siku, maana kampuni za betting zitakufa. Definitely. Umeelewa? Ukiona zinakuja maana yake sisi watu wanawekeza. Kwa maana yake either kampuni za betting zitakufa kama mkiwa mnashinda kila siku. Maana yake kama in 2 years kila siku mkiwa mnashinda nyinyi, maana yake in 2 years tutakuwa hakuna tena betting. Maana tutakuwa mmewala. Alafu ndio kama Nigeria hivyo ilivyotokeaga. Kwa maana yake mwisho wa siku tunapoteza ile nguvu kazi ya miaka 2. Yaani ni kwamba mtu anakuja na hela zake kama Tanzania, anatoka nje, anakuja hapa anafungua kampuni ya kamari. Umeelewa? Mpira unachezwa Uingereza. Alafu yeye anakaa na vijana kwamba vijana waende wakatafute hela huko waje pale wakae naye wacheze naye yeye kamari. Kwamba lile goli la Chama lile lilikuja hivi lile. Umeelewa? Kama lile litashinda Puskas au alishindi Puskas. Umeelewa? Wewe mnaikiana mna betting kwa stari kama hiyo. Sasa huyu mtu kwa nini hela asingechukua? Angekuja kwenye nchi akaenda kufanya kitu kingine ambacho ni cha maana. Au mfano wa watu ambao tunawajua maarufu kwenye makampuni ya betting. Kwa nini wasingechukua hizi pesa zao baada ya kufungua kampuni ya betting, wangeenda kufanya kitu ambacho ni cha msingi, watu waende ma innovations. Kuna vijana watu wanataka startups, sio vijana wanahitaji mitaji, umeelewa? Angeenda kuwekeza kwenye mitaji. Kwa mfano anaweka labda milioni 500 kwenye betting. Ukichukua milioni 100 watu watano, startups kibao kwenye view watu wanataka wazifanye. Sasa hiyo pati ya kwanza. Kuna pati ya pili, kuna vijana ambao wanawapiga vijana wenzao. Kwa mfano kuna vijana wengine sasa hivi wanaanzisha na wao page zao Instagram za kutengeneza odds. Wanashare odds. Umeelewa? Kwamba yeye kazi yake ni kukaa tu kutabiri odds. Alafu anatengeneza group la WhatsApp. Mnakuwa mnaingia mnalipia. Wajiita father of betting. Umeelewa? Na wengine mpaka wamefikia hatua sasa wametengeneza mpaka app. Wana app kabisa kwamba ukiingia huko ndani unachagua mtu wako na unakuwa unachukua odds zake unalipia kwenye ile app. Sasa hii maana yake ni nini? Kwamba kuna baadhi ya wajanja wamesoma ule mchezo, kaangalia ile value chain. Kwamba wenzetu wanakuja wanakula hapa, sisi tutakulaje? Wao wamekuja kukaa pale katikati. Kwamba wao wanawapiga hawa. Yaani huko na mtu sasa hivi kijana anapigwa kwanza kwenye kubeti na kanji. Alafu anapigwa na dalali anamtengenezea odds, anapigwa tena vile vile. Umeelewa? Wale kazi yao ni kupromote tu mitandaoni, umeelewa? Anaongea sana leo odds leo ndo zenyewe. Si na nini? Unajua hata watangazaji wengine mpaka Waislamu unajua kwenye peji zao za Instagram. Wao ndo ingia kwenye peji yangu au nenda kwenye nini utakuta odds za kutosha, nenda kwenye bio au chini pale anahitaji kampuni ya betting. Wote hawa wanafanya kitu cha haramu na wote hawa ni watu ambao wanaiathiri jamii yetu kwa sababu wanawapoteza vijana. Kwa hiyo wao na ukiona watakuja kwenye comments watakuja kutukana wengi hawa watu wa odds. Maana yake wao ndo biashara yao. Watakuja wengi watu wa odds kuja kutukana, kuja kuongea. Ndio wapo. Na bahati nzuri betting inajulikana kama betting ni haramu. Yaani sio kama forex vile mpaka tuanze kubishana sana na watu. Lakini ndio kuna kitu kingine ambacho unajua sasa hivi
Zamani ilikuwa wakati inaanza betting ilikuwa mpaka uende kwenye dude upewe mkeka. Mtu akikuona ambaye Isa yule kataka kubeti. Lakini sasa hivi betting imerahisishwa sana. Kiasi cha kwamba unaweza ukawa na mtu na naye ndani ana beti na hujui kama ana beti. Yaani wanasema sio. Hauhitaji kuwa na smartphone hata kwa kiswaswadu. Una beti. Una beti. Wanasema sio tu betting, sisi dhambi zishakuwa rahisi. Umeelewa kwamba zamani hata kuzini ilikuwa mpaka uende mbali. Mwanzo tu kazini kwenye simu. Hiyo zime simu vipi? Hiyo mada nyingine. Au akate. Atakate. Umeelewa? Yaani in short ni kwamba kuna namna ambayo kama nchi inabidi tuangalie namna gani ambavyo tunaweza tukaliokoa hili taifa. Kwa sababu naamini siamini kama taifa ambalo linategemea vijana wanaishi kwa kubahatisha kwamba linaweza likawa taifa imara. Kwamba tuishi lazima unajua kile kisa cha Spain. Unajua Spain ile Andalus Waislamu walitawala kwa miaka zaidi ya kama 600 hivi. Lakini walikuwa wanaangalia wale wavamizi wanataka kuipindua. Sitaki kutaja hivyo lakini najua. Walikuwa wao wakija kuangalia, wanaangalia ili tuweze kuivamia hii nchi, wanaangalia wale vijana fikra zao zikoje. Wakifika pale wanakuta vijana wako very strong kwenye kufanya kazi, kwenye kusoma, wanashajishana kwenye mambo ya maendeleo, wako vizuri kivita, wakawa wanaona muda bado. Mpaka siku walipofika walimkuta kijana analia kwa sababu mpenzi wake kamwacha. Umeelewa? Kijana amekaa analia ana stress. Umeelewa? Mimi sijakulia. Umeelewa? Walivyoona vile wakaona sasa as long as vijana wameacha kulia kwenye dini, wameacha kulia kwenye mambo ya msingi, kwenye mambo ya kizalendo kwa ajili ya nchi yao, wanalia kwa ajili ya mapenzi, wakaona ndio muda mwafaka wa kuvamia ile eneo. Na hii maana yake ni kwamba waliona kabisa kama vijana hawana mwelekeo, maana yake automatically hilo taifa lilishapoteza. Na the same kwenye kesi ya betting. Kama vijana wanaishi kwa kubahatisha, yani kijana anategemea kwamba ili aweze kujenga nyumba abahatishe. Lazima mtu fulani afungwe. Yaani sio mmoja, sio timu moja. Timu 10 zote matokeo vizuri yote ndio yeye aweze kujenga nyumba. Yaani maisha yake yeye aweze kununua gari. Sio kwamba aamini kama kwenye keria kwamba mimi nifanye kazi zangu niende vizuri. Hilo ni tatizo. Na unajua ubaya ni kwamba kamari sasa hivi imeingia mpaka vijijini. Haya madubu haya. Alafu wanawafanya madubu, mabingwa wanafanya biashara madubu. Wao kwenye nchi yao hakuna mambo ya kamari. Umeelewa? Ila Tanzania ndio wameleta. Ndio maana change hakuna kwenye madaladala. Change zote zipo kwenye madubu. Umeelewa? Change zote. Mia zilikuwa zinatafuta. Mtangazaji mmoja alienda China, akawa wakati yuko China kule akawa anamuuliza Mchina, anamwambia ndugu zenu wako wengi sana nchini kwetu, lakini miongoni mwa biashara kubwa wanayofanya ni haya madude. Mchina aliyopo kule wala hayajui. Na anashangaa yani wao ndio biashara ambayo inafanyika kule na wanapata pesa, ndio wanatengeneza pesa kubwa sana. Mimi nafahamu kaona kwamba watu wanafanya kitu ambacho wao wanakifanya wao wenyewe yani hawafanyi. Mtu ambaye anakushawishi wewe uingie katika jambo ambalo yeye au kumwambia familia yake ama watu wake hataki waingie katika hilo jambo. Vijana wengi sana sasa hivi wanaacha chuo kwa ajili ya issue ya betting. Na walokuwa wako chuo hawafanyi vizuri na wala hawasomi vizuri kwa sababu ya issue ya betting. Na kwa sababu siku hizi pia vijana nao unajua wanaingia chuoni kwa wadogo sana. Kwa kuna watu ambao wanawaambia waliosema watu wa mtukati hapa. Hapa wanawashawishi na vitu vingine. Kwa wakishaona wanaanza kupata zile hela za 1 2 3, vijana wengi sana wanaacha chuo. Mbeleni tunaweza tukaja kuwa na kizazi fulani cha ajabu sana. Yaani unajua sasa hivi wengi wa Gen Z nao na watoto. Umeelewa? Sasa watoto wa Gen Z hao watakuja kwa mtihani sana. Na unajua tukitoka kwenye upande huo, Mwenyezi Mungu ameshatuambia kwamba betting ni haramu. Ni kitu ambacho natakiwa tujiepushe nacho, hata kama unakula, hata kama wewe unashinda, sijui wewe mtaalamu nini, umenunua pikipiki na nini, lakini jua mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba tukipata ni dhambi, na hiyo mali umeelewa haina baraka yoyote, na iko siku itaondoka katika mazingira ambayo ya utanisha. Inawezekana ikaondoka imetokea sijui kitu gani kimetokea. Inawezekana ikaondoka wewe ukapata maradhi ambayo yakufanya hiyo mali zako, kwa wewe kazi yako ni kwenda hospitali tu, kwa wewe inabidi tu uende ukafanywe dialysis kila baada ya muda, kwa sababu kuna mali ya haramu ambayo umefanyaje ulikuwa umeconsume. Kwa hiyo watu wajue, I think pia serikali iangalie kwamba namna gani hili swala wanaliregulate, kwa sababu watu wanafungua sana makampuni ya betting sasa hivi. Vyombo vya habari vinaongoza kwenye, yani ndio source of income sasa hivi kwa bahati nasibu, na katika sheria ya Uislamu bahati nasibu ni haramu vile vile kwa mazingira ambayo zipo sasa hivi zinafanyika. Hata hizi lotteries umeelewa, almost katika sheria ya Uislamu pia vile vile nazo nyingi zinaendeshwa katika mifumo ambayo ni haramu, umeelewa. Kwa hiyo serikali iangalie namna gani inaweza kuokoa vijana wake, kwa sababu vijana ndio nguvu. Serikali imekuja na idea ya kuwapa vijana mikopo, umeelewa, mikopo ili watu waende wakafanye biashara,
wazo zuri, ndio mikopo ina riba. Kwa hiyo serikali iangalie namna gani inaweza kuondoa riba ili vijana wa Kiislamu waweze pia kufaidika na hiyo mikopo. Kwa hiyo idea kama hizi umeelewa, ina riba 5%. Kwa hiyo idea kama mawazo kama haya ukiondoa mikopo serikali ambayo imetangazwa kuna nyingine ile. Lakini kwenye hilo jambo Ndele, kwa sababu mlizungumzia hapo, mligusia kuna point moja. Of course ni idea nzuri sana, katika moja idea ambayo mimi nimeikubali na nimeipenda katika kwa support vijana katika hilo jambo. Lakini pia ili kusaidia kama mlizungumza, ili kusaidia pia watu wengine, itikadi zingine zote ziweze kufaidi, tunasema keki ya taifa, financial inclusion, kwa sababu mwisho wa siku ni kuwasaidia vijana. Na ukisema kuwasaidia vijana, kuwasaidia katika lengo labda ya biashara zao au na mambo yao mengine, idea zao zile waweze kufanyia kazi. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yapo, mimi ni kwa muono wangu mimi wangeka nguvu kule. Mfano leo hii sisi tumemaliza chuo, ni wanafunzi wa engineering. Hiyo tulifanya leo, tutafutia siku yake. Tutafutia siku yake, naitoa ngoja. Watu malize kwa ni conclude. Hiyo mada yetu tutafutia siku yake. Tuna nayo alafu ilikuwa ni point fupi, hatuna capital. Ilikuwa ni point fupi sana hiyo bado. Ngoja tutaizungumzia siku yake. Mimi nakusupport mwanangu. Yeye anazungumzia siku yake. Umeanza kuongea kwa uchumi. Ukaimarisha na biashara. Au wanafunzi wa chuo wanasaidia. So mimi namalizia hapo kwenye hicho kitu kwamba pamoja na hiyo mikopo ambayo tunasema riba iondolewe, lakini pia zije funds, umeelewa? Sio tu mikopo, vijana wapewe funds kwenye hizi hubs. Kuna hubs nyingi, vijana wapewe funds waweze kudevelop idea zao. Kuna investment banks waweze kutoa hizo, waweze kuinvest kwenye idea za vijana, waweze kufanya vitu. Lakini maulama, mashehe, madai, watu wa dini wafanye kazi kubwa ya kukemea kwenye members kwamba watu waache kucheza hii michezo ya kamari, lakini pia kuwakemea watu wenye vyombo vya habari wanaohamasisha, watu maarufu wa celebrities wanaohamasisha, wenye makampuni ambao wanaanzisha mambo ya kamari, yote kuwafikishia ujumbe, hata kwa maandishi, kuandikia kabisa barua kwamba hicho kianzisha ni kitu cha haramu, hakifai kwenye dini yako, kwa sababu mtu mwingine kana anafanya hajafatwa, umeelewa, akaona ule ubaya wake, kusikia umeelewa, kama ilivyokuwa forex ndo haramu, mwenyewe ajue, anajua labda ila ukiwekeza sio kesi, umeelewa. Kwa hiyo pia ni mojawapo, lakini pati nyingine ya muhimu, wazazi wawe makini na watoto wao, kama ninavyosema, wasiwaamini sana watoto wao, hasa watoto ambao wako vyuoni, watu ambao wako mitaani, wahakikishe wanapata skills. Waziri mkuu alipita alisema watu waende VETA, umeelewa. Watu kwenda VETA sio tatizo, hata kama una degree nenda VETA, kachukua ujuzi fulani uje kutumia kwenye kazi yako, itakusaidia badala ya kuanza kusubiria unaishi kwa kubahatisha kwamba atafungua wewe ndo ule. Umeelewa? Unaweza kuanza Arsenal anachukua UEFA au Arsenal atachukua UEFA atachukua. Sasa unaanza kubashia. Umeelewa? Sawa, basi nimerudia. Umeona? Mchezaji fulani akiumia, unaanza kaza kutukana wachezaji tu. Mtu akikosa goli, mimi maana sisi sisi ndio mpira kwenye mabanda ya mpira. Wanatukana wachezaji wengi wa Torobeti. Umeona? Namalizia. Wazazi waangalie watoto wao, lakini na sisi vijana, sawa, sisi vijana tuhamasishe vijana wenzetu kwenye kufanya shughuli za halali za kiuchumi ambazo zitaendeleza taifa letu. Mtu aje na fikra juu ya jambo fulani ambalo linaweza likazalisha, na mwingine anakuja na kitu kingine, then ndo nchi inafanyaje, inastawi. Lakini kwa maana kwamba wote tukianza hivi Mwashimu wote sisi tubeti, naye atakayefanya kazi, naye atakayezalisha, naye atakayekuwa kwenda kwenye daladala, naye atakayengiza maandazi, kama wote tumekaa tunasubiri mtu fulani amfunge mtu fulani, alafu kesho hiyo hela ya kubetia tunaipata wapi? Mshaziko wanaenda kuwa wezi, watu wanaenda kujiuza ili waweze kupata pesa kwenda kubeti. Wanawake nao wanabeti, wanawake acheni kubeti, wanawake na nyinyi. Wanawake anabeti. Wanawake anabeti jamani, si wanaume. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa pamoja tuseme ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi ndio Mungu na kurejea. Shukrani Bwana Ndele, umeongea kwa hisia sana na tunakushukuru kwa pointi zako. Tunashukuru wana wote wa Kijiwe kwenye episode yetu ya 6. Na kwenye comments mkitukana fresh. Tulishazoea kutukanwa. Naweza mkatuambia pia kwenye comment mnataka topic gani ambayo idiscussiwe kwenye Kijiwe na wadau wa Kijiwe. Hiyo muhimu sana muhimu. Ili tuweze kujua tunaendaje. Baada ya kuzungumza hayo, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kwa udhamini wa Bwana Balongo.